So leo nitakuonesha namna gani ya kuuza product. Unajua kuna makosa ambayo unayofanya na kuzuia kuweza kutengeneza pesa. Na hili kosa sio kosa la kwako, ila ni kutokana umekaririshwa na ukiamini kwamba ili uuze bidhaa za kampuni zinatakiwa ziuzwe. Lakini hujawahi kutoka nje ya boksi kuangalia, je, hizi kampuni hizo bidhaa wanauziuzaje kwenye tovuti zao. So leo nitakuonesha jinsi gani hizi kampuni zinavyouza bidhaa katika tovuti zao, na utakuja kuangalia the way wewe unapofundishwa uziuze hizo bidhaa ambazo zinakuzuia kutengeneza pesa. Lakini kama utaweza kuapply hichi ninachokuambia, kuuza kwako itakuwa ni rahisi sana na utatengeneza hela. Na sikuoneshi hivi labda kuharibu utaratibu ambao kampuni imepangwa, bali nakuonesha hivi ili kukusaidia wewe kuweza kuanza kuuza. And then huko baadaye unaweza kufanya huo mchanganyiko. Kwa sababu hata mimi wakati nafanya, hii ndio njia iliyonisaidia mimi kutengeneza hela. Na wanafunzi wangu wengi wanatumia njia hii. Kwa hiyo usifanye biashara kwa kukarilishwa, kwa kukremo. Lazima utumie ubongo wako. Lazima utoke nje ya boksi. Umeona? Kuna muda lazima uzisome hizo supplement. Usio tu unakarilishwa maneno ambayo upline au leaders wamekwambia. Na uzuri kwamba hizo supplement zipo mtandaoni details zote. Kwa hiyo nisiongee sana, tuingia kwenye tovuti moja kampuni baada moja kampuni ili uweze kuona namna gani ya kuuza. Kwa hiyo kwanza tutaanza na kuingia katika kampuni ya Bepsuma because product zake ni bei nafuu na the way wanavyoziuza ni rahisi sana kutengeneza hela. Na simaanishi labda kupendekeza hiyo kampuni, but nimeelezea kutokana na experience. So hii ni tovuti ya Bepsuma kama unaiona, ambayo inahusika na soko la Kitanzania. Shanipata. So let's say kwa mfano nikitaka kununua product kama hivyo unaona wamenipa. Kwa hiyo let's say mfano naingia hapa kwenye joint. Sawa? Itafunguka. Unaweza kuona jinsi wanavyouza joint. Wewe ukiwa katika Bepsuma utaambiwa uuze Gluso joint, upatanisha na Arthro Extra na Zamino, si ndio? Lakini hivyo vyote sivyo vya kuuza. Kwa sababu Gluso ina dini na mifupa. Zamino ni madini ambayo si lazima mteja kumuuzia. Ambapo kifocus ni kuuza kauza. Na unaweza kuona hapa imesema ni shilingi ngapi? 188. Product hii unaweza kuuza kwa 288 because hii chupa inatumia kwa siku 30 kwa mwezi mzima. Ukiuza kwa 280 chupa moja, it means umeingiza faida ya 100,000. Shanipata? Na kampuni itakulipa bonus. Lakini utachana na hii labda product ni ya bei ghali. Unaweza ukashuka chini ukachagua. Umeona wamekuwekea hapo chini. Kuna hii hapo Detox Life ambayo inauza 67,000, lakini najua bei yake ni chini ya 67,000. Kwa wale mko mnajua wenyewe mnauza bei gani. Shanipata? Okay, kuna hiyo Vegi, kuna Expert Coffee. Na unaweza kuona the one wanavyoziuza hata wenyewe. Kama Expert Coffee ni 50,000. Lakini mimi najua kwenye kampuni mtakuwa mnachukua chini ya 50,000. Sasa just imagine ukasema mimi nauza Expert Coffee tu, ambapo mteja akija anaweza nikamfanya nunue boksi moja au boksi mbili au boksi tatu. Lakini Dr. Yusuf, mteja mwenye pungufu za kiume, ana matatizo labda ugonjwa wa kisukari, mishipa fahamu, hilo ni tatizo lingine. Wewe deal na tatizo moja. Msaidie hiyo kwamba akitumia akiona matokeo endea unamwambia kwamba ili uweze kupona lazima utibu na kitu fulani na fulani, atakupa hela. Lakini ukifocus kuuza product moja ndugu yangu utatengeneza hela. Sasa just imagine kama Expert Coffee ndio unaiuza shilingi 50,000 na tuseme sio 50,000, tuseme tu Expert Coffee unauza shilingi 60,000. Najua bei yake inaweza kama ni 30,000 sasa nataka kama sijakosea. So let's say unauza 65,000. This means kila boksi moja unapata faida 30,000. Kwa siku mbili tuuze boksi mbili. Umeingiza faida shilingi ngapi? 60,000. Kwa siku 7 maana yake ni 472,000. Kwa wiki mbili maana yake ni 800,000. Kwa wiki 3 maana yake ni 1,000,000 na upuuzi. Kwa wiki 4 ni sasa na 1,000,000 na 6 na upuuzi, hata 2,000,000 inafika kwa kuuza nini? Boksi tu. So umeona jinsi inavyokuwa rahisi. Lakini ukitaka sasa kuuza nguvu za kiume, uuze Expert Coffee, uje kuuza na ile dawa yao nyingine wanaita Prostate Relax, uje uchanganye na Micro 2 Cycle, mtu mmoja. Saa nyingine mtu ana tatizo la kuwahi kufika kileleni, unafikiri atanunua? Hataweza kununua. Lakini mtu tatizo lake kuwahi kufika kileleni ukamwambia na hii hapa 50,000 atanunua, atanunua. Alafu umempa box ukampa na maelekezo mengine. Guess what? You will make money. Lakini unaona kampuni hawaweki kama wanavyokuambia ma-upline wako. So unapoingia kwenye network, chagua bidhaa moja. Hii micro, okay, hii Expert Coffee inaweza kutatua tatizo ni labda kwa kufika kileleni, kukupa hamu ya tendo. Wewe unasema mimi na dini na watu hawai kufika kileleni tu. Lakini mtu mwenye hamu ya tendo akihitaji unampa. Ushanielewa?
That's it. So hii ni Befsuma, unaweza kaingia na tunaweza kuona wanadawa kibao, shanipata ziko kibao. Tukirudi hapa tunaweza kuangalia sehemu nyingine kama hii immune booster kwa jiza kinga, kisori kidogo na mafua ya hizi ndo dawa zao ambazo ziko hapa, na unaweza kuona zimeandikwa kwa bei ya ndani. Kuna hii refine unzi, wale wenzenu wa hormone balance, na naongelea Befsuma because ni wanafunzi wangu wengi wa Befsuma, so product zao nyingi nazijua na huwa wananipa na zichambua. Kwa sababu kashangaa mwana daktari anazijua because wananipa na zichambua, kuna wengine natengenezea mifumo. Shanipata. So just imagine unaingia tu kwenye kampuni yako, unaangalia bana mimi product gani ni deal nayo, na unaifanya hiyo biashara. Unauza product moja. And then hapo sasa unampa mteja offer ya kununua product moja, 2, 3. Ushanielewa? Kwa hiyo mwenye uwezo atanunua 3, chupa 3. Mwenye uwezo kati chupa 2. Mwenye kujaribu chupa moja na anajua kwamba akinunua chupa moja ataweza kurudi nyingine. Lakini pia tusishie hapo tu. Tuingie kwenye Neo Life. Nataka uone kila kampuni the same wanavyouza. Sawa? Hii ni Neo Life. Unaweza kuona pia Neo Life wana product zako. Kuna hiyo aloe vera gel, kuna hilo aloe vera plus. Unaweza kuiona. Tena Neo Life wamekwambia kabisa pro retail. Shilingi 44 chupa hiyo. Sasa chupa lita moja 44, wewe unaweza kuiuza shilingi ngapi? 74. Sawa, na sijajua hii inasaidia nini. Okay, tuachane. Ukija kwenye hii aloe vera gel labda 39, unaweza kuiuza 59. It means kwenye 39 una faida yako shilingi 29, au let's say ukaiuza 69. Ushanipata? Inategemea na value utakavyoiweka hii product. Ushanipata? Na uzuri unaweza kufanya mtu akanunua 2, 3 akatumia. Okay? Ndio unaweza kaja hapa, kuna product zingine unaweza kuziona New Life wanazo na unaweza kuona bei zao naweka. So just imagine kama wao kampuni kwenye website yao ambayo inatamba Tanzania nzima, East Africa nzima, wanauza product moja kwa moja. Why wewe unakimbilia kuuza package? Ukitazama kwenye nani yao hawajasema kwamba hizi ni dawa za PID, hizi ni dawa za miwasho keni, hizi ni dawa za kitu fulani, lakini wamekuandikia supplement moja. Na the more hapa, let's say tufungue ili tuweze kuona. So nikiklik hapa itafunguka. Shanipata? Na unaweza kuona chini, tunahitaji kujua chini kama wanaweka maelekezo hapo, wameweka nini, ingredients zake, okay, details zake, benefits kwa ajili ya digestive system na stress, kupunguza stress, umeona, delicious nature flavor. So kwa mimi nikiangalia sijaona tatizo kubwa la kufanya, naweza nikaiuza hii product, mtu akainunua. Shanipata? Okay, so naweza nikachana nayo kama nataka kuuza, kwa sababu mimi nahitaji kuuza product yenye kutatua tatizo. So let's say labda nitaangalia Amiton nione inasaidia nini. Okay, so nimekutana na hii product na hisi itakuwa inadili na masuala ya kisukari. Kwa New Life mtakuwa mnajua, so mwenyeji sana because sijabahatika sana watu wa New Life kunipa. Mara nyingi napataga Befsuma na Forever Living ndio wengi ambao product zao wananipa kuzichambua na kutokana na kutengeneza sales page zao. So nataka utazame, lengo la kufanya hivi utazame, ujifunze kwa wao wanaofanya. Unaweza kuona wanauza the same product. So now tutaingia kwenye Forever Living, tuangalie na website yao wanafanyaje. Na ndio maana mara kibao huwa nasisitiza zao. Yaani ukianza kwa kufocus kwa kuuza product moja mtu wangu, kuuza itakuwa ni rahisi. Na unaweza kuona pia Forever now ndio the same. Product moja hii hapo inaitwa Forever Eye Vision, naona inauzwa kwa $45. Mbona sijajua kwa dani na kwa bei gani. Shanipata? So hii uzuri wake inatatua matatizo. As you can see hapa ameelezea matatizo hapa. So unaweza ukatafsiri kwa Kiswahili, alafu ukachagua ni tatizo gani ambalo unaweza kulifanya liwe biashara yako. Kama ninavyosema, kuforce tatizo moja. Lakini kwa kuwa tunauza product, unaweza kupata product kama hii inatatua matatizo 5, 6. Haimaanishi udini na matatizo yote. So katika matatizo 5, 6 ambayo hiyo product inatatua, angalia ni ipi kati ya moja ambayo unaweza kufocus nao, unajua kwamba hili watu wake linawatesa na watakuwa tayari kunipa hela. Na hilo ndio unafocus nalo. Ndio unaipangia hiyo offer, kwa sababu just imagine mtu akachukua chupa moja au mbili, hujatengeneza hela. Lakini pia mtu mpe chupa peke yake, inabidi umpe na vitu vingine. Ndio maana kwenye program tunafundisha kutengeneza taaluma ili wana vitu vingine vya kumpa. So tukiangalia ni kila kampuni, yani kampuni kibao, sijui kama internal na website zao, umeona. Na sijajua kama internal atakuwa na nani.
I don't know. Nasi ndo hii internal. So na kuonesha hivi uweze kuelewa kwamba sawa. Sema kwa internal sidhani, so because internal wao ufanyaji wao kazi ni tofauti, ni kwamba mara nyingi unatakiwa uende ofisini upime ndio wakupe dawa, na ndio wanafunzi wengi mkutano nao internal. Kwa hiyo natumai paka hapo umeweza kupata ideas. So kuanzia leo angalia package unayouza ile. Wanakwambia labda mifupa, kaichague zile. Simple, ingia angalia ipi ambayo inakuuza. Mimi nikuelekeze jinsi ya kufanya. Let's say nataka kuuza, labda nimeandikiwa product, labda katika product ya mifupa ziko chupa 3 4 tofauti ambazo nataka kuziuza. Na nataka kuangalia ipi ambayo ina deal hasa na kwenye mifupa. So let's say tufanye, nitachukulia labda Bevsuma because ni rahisi sana product zake. Shanipata. So let's say kwa Bevsuma kuna Gluzo, kuna Arthro Extra na kuna Zamino. Sana kanijue ipi ambayo ina deal hasa. Sababu watu wenye mifupa mara nyingi tatizo lao ni ute kuisha, gegedo kulika. Kwa hiyo ni supplement gani ambayo itasaidia kuzalisha ute na gegedo. So naweza nikaja hapa, simple tu, naingia zangu Google. Umeona? Nitaandika hapa benefits, andika Kiingereza, andika Kiswahili. Kiingereza, benefits of, sawa, nitafanya tu Arthro, kitu kama hicho, Arthro Extra, si ndio? Benefit Arthro Extra. So umeweza kuona kama hapa imeniletea hii hapa. Kwa hiyo umeona kwamba Arthro Extra benefit yake kwamba ni cartilage repair and regeneration. Inasaidia ku repair gegedo ilolika na kuizalisha upya. Umeona? Improve joint lubricant. Inaboresha ute. So kumbe Arthro Extra ndio inatibu mifupa. Sasa kwa nini dili na kuuza Zaminoko? Why ni dili kuuza Micro 2 Cycle? Wakati Micro 2 Cycle ni mishipa, inadili na masuala ya mishipa, sio mifupa. Hata kama mtu anapata ganzi, but wewe umeamua kudili na mifupa. Ganzi nyingine, mifupa ni mengine. Kwa hiyo focus on one thing. Kama product moja itatoa matatizo nani, focus on one thing. And then okay, mimi mishini yangu ni kuuza Arthro Extra tu. Kwa hiyo ili mtu apone, na ukisoma ile chupa Arthro Extra inakwambia kabisa nyuma. Unajua hizi danda mimi nakwambia jitahidini kusoma product unazoziuza. Ukiangalia ile Arthro Extra nyuma, sawa, wanakwambia kabisa kwamba kwa matokeo mazuri unatakiwa utumie kwa wiki 6 kama sijakosea, kama sio wiki 6 au chupa 4 au 6. Kwa hiyo unajua kama ili mtu apone inatakiwa nimuuzie chupa 4 ndio dozi kamili. Umeona? Kwa sababu unajua Arthro Extra chupa moja mtu anatumia kwa siku 15. So chupa 2 ni mwezi, ni dozi ya mwezi. Kwa hiyo akichukua chupa 4 ni dozi yake miezi miwili. Simple. Kwa hiyo nikija na offer, naweka offer ya kununua chupa 1, chupa 2 na chupa 3. Sawa, utatengeneza hela sana. Utaweza kumwambia mteja sio atoe 400,000, 500,000 yote ya nini? Ukimwambia 190,000 kwenye Arthro Extra chupa 1 190,000, umepata faida yako ya maana. Akichukua chupa 2 190,000, 190,000 mara 2 inakuwa shilingi ngapi? 200,000, 380,000, dozi ya mwezi 380,000. 380 tena hapo unaona umetaka ubadili ile hela. 380 maana yake let's say ni kama 180,000 inaenda kwenye kampuni, 200,000 faida yako, au 200,000 inaenda kwenye kampuni, 180,000 faida yako. Kwa mtu mmoja amekuingizia faida ya shilingi 180,000. Mtu mmoja ambaye kikawaida ungeweza kuchukua watu 4, lakini mtu mmoja. So focus na kuuza product moja guys. Usijiumize kichwa. Sawa? Usijiumize kichwa. That's why naona simple. Haya, tuje tu Forever Living. Let's say kwa mfano benefits, sawa, of multimarker, kitu kama hicho, multimarker. Hii hapa. Shanlete benefits of multimarker. Okay, increase libido and sexual desire. Okay, improve sexual dysfunction. Wale wasiweza kusimamisha. Umeona, energy, endurance, kulast muda mrefu. Sasa kwa nini mimi niuze multimarker? Tena niuze kuuza sijui aloe vera juice ya nini? Kama na dina nguvu za kiume nauza multimarker. One bottle. Mwenye tatizo la kuwahi kufika kileleni na kinaambia tatizo lake kuwahi kufika kileleni, anasimamisha vizuri, anakutungisha ujauzito, chupa moja inamtosha. Unatengeneza hela yako nzuri ya maana. Asimamishi vizuri, wewe unamwambia tumie chupa 2. Akiwa na maradhi mengine unamwambia huo ni ugonjwa mwingine, dawa zake ni nyingine. Tofautisha na hiyo.
Kwa hiyo mwisho siku mteja utamwambia tuanze kutatua lipi, hili au tuanze kutatua hili, lakini product ni moja. Kwa hiyo guys, jitahidini kujifunza hizo product. Kama utashindwa kuapply hii, ukiendelea kufanya the way ulivyokaririshwa, mimi nitakupa mbinu, lakini utashangaa mbona wateja wanunui, because unachoenda kukiuza ni tofautisha na soko lako. Penda kujifunza watu wanavyofanya. Na hata ukichunguza guys, ukichunguza hata wale ma top earners kwenye kampuni yenu hawauzi kwa package. Wanauza chupa moja moja. Sema anaweza kapata wateja watatu, kila mmoja akanunua chupa moja moja, kaona kazika pap, kazipiga picha, mkajua kwamba ni mtu mmoja. No way. So mimi nishakupa siri hiyo. Siri hii haiwezi kuharibu kazi ya kampuni. But wewe ni mwenyewe una uwezo wa kuuza chupa 50, chupa 100 kwenye kampuni na ukatengeneza hela, PV zikawa nyingi. Lakini ukitaka kuuza package, ndio maana unashindwa kutengeneza hela. Just imagine mtu kipato chake cha 200,000 unaenda kumpa solution ya 400,000. Umeona? Lakini ukija na 200,000 mtu angenunua na ungetengeneza hela na ungemsaidia pia. Na mwisho siku unaenda kumpa mtu madawa mengine ambayo hata sio lazima kutumia wakati huo. Sawa. So mimi nishakupa hiyo mbinu, kazi imebakia kwako wewe tu.